And I want to say, because it's important that I explain. When watu wote tulikubali tumchague President William Ruto, and he was looking for a running mate wa kumsaidia to mobilize the vote and also assist him to manage the affairs of this country, he had many choices. And there is a small group that were saying nikipewa ataanguka. Wakafanya kampeni kwake, wakamkoroga, akasikiza. Finally, he applied his mind as a very seasoned politician and came to the conclusion that the person at that time who looked capable of helping him to mobilize the vote is Rigathi Gachagua. He applied his mind and decided the person who would assist him to manage the affairs of this country is Rigathi Gachagua. He made that decision. Hao watu, one of the person alikuwa ameongoza, alikuwa anasema over my dead body hawezi pewa. Anaapa. Hata tukiwa hapo Karen, walikuja bibi yangu Pastor Dorcas ikiwa hapo wakamfukuza. Nikapewa. Some of them have never moved on. Hii siasa unaona hii mingi, it is that small group that has regrouped. Nikiwa hapa nitangaza ya kwamba tulikuwa na mkutano wa baraza la mawaziri tukiongozwa na rais wetu William Ruto na tukapitisha 6.9 billion ya kulipia wakulima wote wa kahawa madeni yao. Na hapa Kirinyaga mutasaidika. Societies yetu pale Gichogo, pale Central na pale Ndia, Mwea hakuna kahawa, watasaidika. Na mimi nataka nikiwa hapa niulize hao society officials walete madeni yao yote within zile siku tulipeana, zitaisha Tuesday, walete kwa Ministry ya Cooperative tuwalipie hayo madeni. Na tumemwambia hao officials hatutakubali tena waende kuchukua madeni zingine. Na tunataka kama wanataka kuchukua deni, tuko na pesa ya serikali ya commodity fund na ingine ya cherry advance ambayo ni ya 3%. Wasiende kuchukua madeni ya pesa mingi. Mimi nilichukua MCA pale kwetu, anaitwa Eric Wamombi. Nikamshika mkono. Nikaambia watu, hii kijana ako na maono. Wakanisikiza kwa sababu wananiheshimu. Waleo ni mjumbe, young man. Nikaenda hapa Kiambaa. The first election ya UDA, nikakaa hapo mwezi 3. Nikatafuta kijana mdogo anaitwa Kawajiko ya single mother. Nikamfanyia campaign mpaka watu wakasema ni mtoto yangu nimezaa. Nikamshika mkono. I have proven track record of mentoring young leaders. And when we mentor them, now wakifika wasonge, then we'll mentor others. Na tutaendelea. We'll continue mentoring leaders. Kwa sababu hao ndio kesho yetu. Shida ile unaona is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana? Atuwe kwa sababu ni rafiki ya rais atukue boss yangu. Even some people wanamsaidia kazi, mapie yake, wanataka tukuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Hata bloggers ya president want to tell me what to do. Mimi mnanijua? Si mnanijua? Boss yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Mimi am elected by the people of Kenya. Mlinipigia kura ama mkunipigia? Ama mnataka kila mtu wako hapo karibu na rais aniamurishe mimi? Mimi, I have 2 bosses. The people of Kenya, they will tell me what to do. President William Ruto is my boss. If you are afraid to the president, keep your friendship. Wachana na mimi. Mimi niko na boss yangu, I know his name. Dr. William Samoei Ruto. I cannot confuse my boss with his friends. I am not that stupid. I know the difference. Na mimi nataka niseme, hapa sisi katika Mlima Kenya tulipatia William Ruto 87% ya kura zetu.
Nimeona watu kwao hawakupatia rais kura, hakupikisha 20%. Wanakuja hapa kusomea watu ya mlima ati wakisema sisi ni wakabila. Sisi watu ya mlima hatuna ukabila. Tulimchagua William Ruto tukijua si Mkikuyu. Kwa hivyo nyinyi kama mumepotea njia, msituingilie sisi. Muachane na sisi, tuunganishe watu ya Mount Kenya waongee sauti moja. Mimi ni mwaminifu kwa Rais William Ruto, naendelea kumsaidia kazi ile amenipea. Ile kitu sitakubali ni mawaziri marafiki zake atuwanitawale mimi kuniambia vile mimi nitafanya kazi. Ile kitu mimi sitakubali ni watu wachache, watu wadogo, marafiki ya rais wanataka ati mimi kuniamurisha. Mimi nimeandikwa na watu ya Kenya na hao ndio wakubwa yangu. Na mimi niko na wakubwa wawili peke yake, President William Ruto na watu ya Kenya. Kada moko na manjana ndiye kuwaya. Nimoko na manjana ndiye kuwaya. Ya pili wa mama. Ya tatu vile tulielewana. Ya nne. Ya tano ile mzuri sana. Ni mwalike Reverend Peter Muthia tuongoze. I prayed to the Lord and he answered me. He delivered me from all. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi wa Zaburi hii ni Daudi mwenyewe, wakati ambao alikuwa amekimbizwa sana na maadui wake. Na aibu. Nyuso zao hazitakuwa na aibu. Maombio mao ni hapo ile. Kana zile ndio ni atanile na nganya kama hivyo. And the Bible says na ameta ni ameigiria. The Bible says that facing you today is power by the name of the Lord to save you. Now I want just to say, but the same he saved him out of his many trouble. It is the Lord who saves us from on all the way that we are following. In the name of Asante sana. Ilikuwa fupi hivyo tu, lakini fupi kali. Si kweli? Na hiki kikundi kinasimamia nini? Uzuri wake na yale mazuri tunayotarajia siku ya leo. Tupigeni makofi Tuko na hawa na kamati kutoka pale. Tuko na Grace mwenye ni field coordinator. Pale tuko na Manasa Mushiri ambaye ni counselor. Naibu wa Rais MNK Foundation, sababu Mheshimiwa Honorable J.J. Maina wakati alikuwa anapeana basari, zile school basari, mwanafunzi anapata basari kama ya 5,000 na labda karo yake ni kama 20,000. Ametoka kwa familia yenye iko na shida kidogo, wako na challenge kidogo, ile 5,000 akipewa kuna uwezekano mkubwa sana hataweza kurudi shule, na hata akirudi shule sisi pia tumekuja pamoja na wewe so that we can give you a backup wakati pia unasaidiana na nchi yetu. Tunashukuru kazi yako mzuri ambayo unafanya. You're doing a very tremendous job. Na kwanza mimi mwenyewe tukitoka upande ile ingine, dunia ile ingine, tunataka kukushukuru Your Excellency. You know, sometimes saa zingine watu wanangojea mpaka wakati ile mti imeanguka ndio wajue urefu wa mti. Sisi tunataka kujua urefu wa mti sahihi, kwamba wewe ni mtumishi mzuri, unafanya kazi mzuri, na tunakushukuru sana. Mahali tulikuwa, mahali serikali yetu kabla ichukue uongozi ilikuwa mahali mbaya sana. Tunakumbuka during the electioneering period, ile mashida mingi tulipitia. Mambo mingi ilifanyika Kenya hii. Mambo ya mateso, mambo ya matisho, mambo ya matusi, mambo mingi sana. But you stood with this country. Wewe ulisimama na nchi ya Kenya, ulisimama na rais wa Jamhuri ya Kenya until we delivered the presidency. And that is why today this country is comfortable, it's happy because of your great efforts na rais wetu. Your Excellency, unajua pia saa zingine lazima tukushukuru kwa sababu hata wakati huo it is not that you did not have any competition in this side of the world. You did.
We had even problems. We had leaders who never intended even for you people to work with some other people of this country. But nyinyi kwa hekima yenu mukasema ya kwamba lazima tulete umoja Kenya hii, lazima tusaidiane na mandugu zetu, tuweke serikali ambayo itakuja kusaidia Kenya. We cannot take that for granted, Your Excellency. Na wakati hata tukisikia maneno kidogo kidogo hapa na pale, we want to assure you, especially those of us who come from the other side of the world, that is Rift Valley, kama viongozi wa huko, we want to assure you, tutasimama na nyinyi, wewe na rais wa Jamhuri ya Kenya. And we will not allow anything to come in between you and the president. Because we know the moment anything comes in between you and the president is the fall of this country. Na hiyo hatuwezi ruhusu, Your Excellency. Ile kitu tu mimi mwenyewe ndakuambia, ni msomo yenye iko kitabu ya Job. Sijui ni kifungu gani, but I know iko hapo. Siku moja, wakati shetani alitembea dunia hii, akakuja akapata mtu anaitwa Job. Akarudi akauliza Mungu, Mungu nisaidie, uniachie nafasi kidogo tu, hata kama ni siku 2 siku 3, niende nione hii mtu yako anasema anakuamini sana. Mungu akamwambia sawa, wewe ndio jaribu. Shetani akakuja akachukua ng'ombe ya Job, akachukua mangamia ya Job, akachukua kila kitu mpaka mwishowe akaua hata watoto wake. Na mwishowe akapea yeye ugonjwa. Mpaka hata bibi yake akamuuliza Job, wewe bado unasema unaamini Mwenyezi Mungu? Na saa hii hauna chochote, watoto wamekufa, ng'ombe imeenda, mwili hata ndio hii iko karibu kufika kwa kaburi. Kwa nini usituzi Mwenyezi Mungu? Ndio hii maisha yako either ibadilike ama ikwishi. Job akamwambia, I have confidence that God, the only living God, will heal me and will give me back all that I've lost. Na kwa ukweli, Your Excellency, alirudishiwa kila kitu tenfold. Tunajua hata saa hii tukiwa nchi hii yetu, kuna watu wanatembea kwa hiyo nyumba ya mlima huko juu, wanajaribu kuambia mkubwa, tusaidie nafasi tuende tutese huyu, tuone kama ataendelea kusimama na wewe. Your Excellency, kaa kama Job. Rais wa nchi hii ako na imani na wewe. Wachana na hii matezo ingine ya watu kama ile yenye walikuwa naenda kwa Mungu. Endelea kusimama imara na uendelee kufanya kazi na rais. We will also be there. Na hatujasema chochote. Na iko wakati, saa hii ni wakati wa kufanya kazi. You know, Your Excellency, saa hii watu wetu wako na mashida mingi sana. Uchumi ya Kenya saa hii iko chini. Maendeleo saa hii hajapatikana vizuri kama vile mliahidi nchi yetu. Saa hii tunaona mambo mingi sana. Lakini tulikuwa tunasema tuvumilie so that uchumi iweze kuinuka. Lakini tunaona maneno kidogo kidogo na hapa na pale yenye inaweza leta shida Kenya hii. Tunataka tukae pamoja, viongozi wetu, tusimame imara, tusimame na rais na naibu wake, tuachane na mambo ambayo inaweza gawa nchi yetu. Kwa hivyo, Your Excellency, sisi tuko na nyinyi, tutasimama pamoja, tutaendelea kushikana na tufanye nchi yetu ikuwe bora. Asanteni sana, Mungu awabariki.